Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika sehemu ya 14 ya kipindi cha unabii wa siku za mwisho. Katika ule mstari wa 24 wa Mathayo, ile sura ya 24 mstari wa 24, Yesu alikuwa anaeleza pale pia kwamba udanganyifu utakaotokea, hawa makristo wa uongo pamoja na manabii wa uongo watawadanganya yumkini hata wateule, maana yake watu ambao ni wafuasi wa hakika wa Yesu Kristo, nao watakwenda kudanganywa. Karibu tuendelee sasa katika eneo linalofuata au sehemu inayofuata. Anasema kutakuwa na udanganyifu mkubwa. Kumbuka lengo kuu la udanganyifu huu ni kuwapoteza wanadamu na kuhakikisha kwamba hakuna mwanadamu anayefanikiwa kuingia mbinguni, ila wanadamu wote wanatupwa katika ziwa la moto, ambayo hiyo inatajwa kuwa ni mauti ya pili, na ndiyo lengo hasa la Shetani. Tukirejea zamani, nyoka Ibilisi alimdanganya Adamu na Hawa pale katika bustani. Alianza kumdanganya Adamu na Hawa, lakini akawadanganya Adamu na Hawa hata akawatoa katika bustani ya Edeni. Lakini baadaye huyu Shetani akaenda kumshawishi Habili amuue ndugu yake, Kaini amuue ndugu yake Abeli. Lakini Shetani akaendelea tena, akampelekea huyu Kaini aende ajenge mji. Lakini mji ulikuwa unaitwa Luzu. Akaenda akajenga mji ambao ulikuwa ni mji wa kishetani zaidi. Watu walikuwa wanafanya mambo ambayo si ya kumpendeza Mungu katika mji huu. Sasa baada ya mambo haya kuendelea na tayari Shetani anaendelea kuchafua dunia, tunaona baadaye tena akaenda kwa hekima yake, malaika wengine wakaasi nao wakaja wakashawishiwa na kuzaa na wanawake, wakazaa wana wanaoitwa manefili au wana wa majitu. Watu hawa walikuwa ni watu wasio na sura wala mfano wa Mungu, wakaiharibu dunia. Lakini baadaye tena tunaona baada ya Nuhu mtu wa Mungu kupona katika gharika ile, tunaona Shetani tena anakwenda kumtumia mtu mmoja anaitwa Nimrod, ambaye kwa asili alikuwa ni muindaji, ni mtu ambaye anaabudu Shetani, ni asili ya wana wa majitu, ni mtu ambaye anaabudu Shetani. Huyu sasa anawaongoza wanadamu wafanye uasi tena dhidi ya Mungu, na tukio hili ndilo ambalo litafanywa na mpinga Kristo katika wakati unaokuja. Lakini hakutosheka. Baada ya uasi huu wa Babeli, Shetani tena anaenda Sodoma na Gomora, anawafanya watu wa Sodoma na Gomora wadhanie kwamba dhambi ni kitu kizuri, na baadaye Mungu anaiangamiza miji ya Sodoma na Gomora na kuifanya kuwa mfano au ishara ya hukumu itakayokuja juu ya mataifa mbalimbali. Sasa hata wakikijaza kikombe hiki na kufanya kwamba wahukumiwe. Lakini unaona sasa alipoenda Misri akaenda kumshawishi Farao aweze kutaka kuwaangamiza wana wa Israeli, lakini haikufanikiwa, kwa sababu hata hivyo Mungu aliweza kuokoa hawa wana wa Israeli. Aliendelea kuwafuatilia jangwani, akawa na watu kama kina Kora ambao mwisho wao ulikuwa mbaya, ardhi ikafunuka ikawameza. Kwa hiyo Ibilisi akawadanganya Wayahudi tena, hawa Wayahudi ili wamuue Yesu Kristo, akijua kwamba sasa amekomesha kabisa uzao wa mwanamke, na yale aliyonenwa juu yake katika ile Mwanzo sura ya 3:15 juu ya uadui kati ya uzao wake na uzao wa nyoka yatakuwa na uzao wa mwanamke yatakuwa yamekomeshwa, lakini kumbe kukawa na shida ambayo anaitengeneza. Sasa wakati huu tulio nao anatumia mbinu gani? Udanganyifu huu unaosema utakuwa mkubwa kwa sababu ni udanganyifu ambao umeingiza sayansi na teknolojia ndani yake. Ni udanganyifu ambao ndani yake wanadamu sasa wameingia katika teknolojia, wasijue kwamba kuna udanganyifu unafanyika. Sasa hivi tunategemea mfano ufahamu bandia. Watu zamani walikuwa wanaabudu vinyago, wana miungu yao Mabaali, lakini leo hii watu wanaabudu teknolojia. Tumekuwa na ufahamu bandia ambao sasa unajibu kila swali, chochote utakachouliza kinajibiwa, lakini kimsingi si kusudi la Mungu. Kwa hiyo watu wameenda kuabudu sanamu bila wao kujua. Kwa hiyo watu wanavutwa na mafundisho ya kibinadamu ambayo yamejaa theolojia zaidi na tafakari za kibinadamu kuliko kumsikiliza Roho Mtakatifu. Ishara gani watazifanya hawa manabii wa uongo na makristo wa uongo? Ni kwamba uchawi sasa ni kama utakuwa dhahiri na utakuwa wazi. Uganga utakuwa wazi na ishara hizo zitakuwa ni kubwa na dunia haijawahi kuzirekodi. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu, bila neno, bila maombi, hakuna salama ya kuweza kuvuka. Ndugu yangu mpendwa, iko wapi Biblia yako? Nikuulize, ni mara ngapi unapata muda wa kutafakari neno la Mungu? Usiseme sielewi, lakini soma hata kama uelewi, kwa sababu anasema moyoni mwako Bwana nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi.
Weka neno la Mungu ndani na Roho Mtakatifu atakufundisha na kukuweka salama, maana Yesu Kristo yuko karibu kuja, na atakuja kwa ajili ya kuhukumu, ili kila mmoja alipwe sawasawa na kazi yake. Je, wewe umejiandaa? Maana bila Yesu hakuna uzima. Mungu akubariki katika jina la Yesu.